Amen. Nyosha mkono wako alafu sema nami maneno haya. Sema, e Bwana uliye mwaminifu sana, moyo wangu wa kufurahia, nafsi yangu ya kuonea kiu sawa sawa na neno lako. Niko tayari jioni leo kufundishwa na wewe na kuelekezwa na wewe yale yanipasayo sawa sawa na neno lako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Naomba ukae katika uwepo wa Bwana na Mungu aliye mwaminifu, ambaye atatufundisha ili tupate faida. Atatufundisha ili tupate faida. Tunachojifunza na tunachotamani kukiombea katika siku hizi ambazo Mungu ametupa, nimesema tunaombea, manake kuombea kila nafsi iliyobeba agenda ya kimungu, kila nafsi iliyobeba agenda ya kimungu zidi ya roho ya uharibifu na mauti. Tunaombea kila nafsi iliyobeba agenda ya kimungu zidi ya roho ya uharibifu pamoja na mauti. Nikasema katika kitabu kile cha Yohana 17:14 kama mstari mkuu 15, mimi nimewapa neno na ulimwengu umewachukia. Nikasema Mungu anapokupa neno la kwake, yawezekana ni neno lile ambalo limekufanya uwepo hapo mahali. Ulimwengu automatiki huwa una tabia ya kuchukia na kufanya juu chini, kujaribu kuona kwa namna gani unaweza ukakwamisha kile ambacho mtu amekibeba. Nikasema maneno machache tulipoangalia katika kitabu kile cha Ezra mlango wa 4 mstari wa kwanza, lakini na Nehemia mlango wa 6 mstari wa kwanza na kuendelea. Nikazungumza jinsi ambavyo watu ambao wamebeba agenda za kimungu au wamebeba kitu cha Mungu wanashambuliwa hata wanapoanza kuonyesha dalili. Yaani ni kwamba tu unaonekana una dalili ya kwenda mahali fulani, kuna watu wanashambuliwa. Ndio maana kuna wakati mwingine hadi mimba zinashambuliwa. Tunaelewana kanisa? Hadi mimba zinafanyaje? Zinashambuliwa. Kwa nini? Kwa sababu zimebeba agenda ya kimungu. Nikakwambia ukiona mtu anapotea kwenye ulimwengu tulio nao, ukaona mtu anapita kwenye mapito fulani, wakati mwingine nyuma yake ni yale mashambulizi kwa kile kitu ambacho amekibeba. Tunaelewana kanisa la Bwana? Sasa tuanzie pale ambapo tulikuwa tumeishia, twende kitabu kile cha Nehemia mlango wa 6. Nehemia mlango wa 6, alafu nikupe mambo kadhaa ya kuandika. Nehemia mlango wa 6. Nehemia mlango wa 6, tuendelee pale nimalizie jambo kadhaa. Nehemia mlango wa 6, tayari umefika? Nehemia mlango wa 6, nipeleke mstari wa 13. Mstari wa 13. Nehemia 6:13. Kuna kitu nataka tukiangalie hapo, alafu nikupe mambo kadhaa ya kuandika. Nehemia, tusome pale kwa pamoja. Anasemaje? Kwa sababu hiyo aliajiriwa ili mimi nifanyaje? Niogope, nikafanye hivyo na kutenda nini? Na kutenda dhambi. Kwa hiyo unakuja kugundua kumbe kwenye huu ulimwengu kuna watu ambao wako ajirani. Yaani unaweza ukawa unaishi nao, lakini wanatengeneza agenda au wanatekeleza agenda ya kuzimu. Sasa nilitaka nitoe mfano kidogo, alafu nikupe pointi kadhaa. Mimi mwaka fulani nilienda kwenye huduma mahali, na kipindi hicho nilikuwa sijaoa. Nilipoenda kwenye ile huduma, katika ile huduma binti mmoja akampokea Yesu. Tunaelewana? Akatoka wakati nimetangaza ambao wako tayari kumpokea Yesu watoke mbele. Yule binti akajitokeza akampokea Yesu. Baadaye tulipotoka akachukua namba zangu. Alipochukua namba zangu akaniambia, mchungaji, mimi nitakuwa na kutafuta ili uweze kuniombea. Nikamwambia basi haina shida,
ukiwa una changamoto yote nitafute tuongee. Ikaendelea hivyo hivyo, nikakaa kipindi kama cha mwaka mzima sijarudi kwenye ule usharika. Baadaye nikarudi. Niliporudi, ile amesikia tu nimerudi kwenye ule usharika, akaanza kuja kwenye ibada. Alipokuja kwenye ibada, mimi nilipomwona nikawa nimefurahi. Sasa nimekaa na mchungaji huku mbele, nikamwambia naona Mungu Bwana amejitwalia utukufu. Yule binti aliyeokoka kipindi kile namuona yuko pale. Mchungaji akaniambia, wewe unajidanganya, toka umeondoka na yeye aliondoka. Nikamwambia kweli? Nikamwambia sasa mbona huwa ananipigia simu ananiambia nimwombee na nifanye vitu vipi? Lakini nilimwelewa kwa sababu kuna wakati alikuwa ananipigia simu usiku na akawa ananionyesha hisia za kimapenzi. Mimi sikujua nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Anapiga simu anaonyesha vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo baadaye nikasema jioni nitakutana naye. Kwa hiyo imefika jioni, wakati tunaomba, nikawa nimeita watu wa kuombea na uweze kujua kuna roho ya ajabu. Alipojua watu wanawekewa mikono, akakimbia mbele wa kwanza awekewe mkono na mimi. Ndio nikajifunza kumbe, ndio maana Paulo anasema usiwawekee watu mikono kwa haraka. Kuna watu wanakuja wakiwa na agenda za kwao kabisa. Kitakacho kuokoa ni neema ya Mungu. Sasa alipokuja, nafikiri alikuwa amejipanga, mimi sijui, lakini alipokuja nikaweka mkono juu yake, pepo likamrusha balaa. Lilipomrusha pepo akaenda kule, wakaendelea kuomba. Baadaye kidogo tulipomaliza, nikawa nimeenda kuomba naye na kuendelea kuomba. Wakati naendelea kuomba, ndo pepo linasema wewe hatukuwezi, sisi tumekushindwa. Tukamuuliza kwa nini hautuwezi? Akasema wewe tumekutafuta muda mrefu, tumekukosa, na unakumbuka ulipata ajali fulani. Nilipata ajali ya pikipiki, ndio maana nilionyesha asubuhi, na majeraha hapa kwenye mikono na kwenye miguu. Akaniambia ile ajali ni sisi baada ya kukukosa kabisa, maana tulikutafuta kwenye huu mfumo hatukukupata. Kwa tulipokukosa tukataka kukuua kwa ajali ya pikipiki, lakini atukuzwe Bwana, mabaya hayakunipata. Ninakuombea neema kwa jina la Yesu. Wako watu wanaajiriwa kabisa ili kupambana na neema uliyoibeba, na shetani hapati shida kuleta mkurugenzi mpya kutoka Pwani akaja kwenye hii wilaya kuhakikisha anakuandikia barua ya kukufukuza kazi. Mimi nakuombea hawatakuweza kwa jina la Yesu. Sema hawataniweza kwa jina la Yesu. Sema kila aliyebeba agenda ya uharibifu juu yangu, huyo hataniweza. Mahali aliponiweka Bwana, neema itanilinda. Haleluya, haleluya. Sikiliza, hawapati shida kuajiri. Nakupa mfano wa pili. Mama mmoja kanda hii ya Ziwa, akiwa ni afisa wa serikali katika kitengo fulani kikubwa, maana kinahusika na fedha, wakamtafuta awe anapitisha cheki feki, awe anapitisha cheti feki. Yani cheki feki wakiisogeza mezani pake wanataka aipitishe. Ikawa ngumu sana. Wale watu wameloga na kuloga, wameenda kwa waganga wa aina yote wabadilishe ufahamu wa yule mama awe anakubaliana na cha kwao, lakini yule mama alikataa. Kwa nini? Kwa sababu anamwamini Kristo, na alishawahi kutamka, ni bora nife maskini kuliko nichukue pato la aibu, bora nife maskini. Sasa angalia kitu alichokifanya mchungaji. Walichoona cha kufanya cha maana, mtoto wake akaanza kuugua ugonjwa wa ajabu, akahudhuria kwenye maombi lakini hakutoboa. Mungu tusaidie. Kuna watu ambao tumechoka moyoni, tumeomba sana na vitu haviwi. Mimi nakuombea saa iko, Mungu atakujibu tu, hata kama wanaona unapoteza muda. Hakuna aliyeomba akapoteza muda, hakuna anayetafuta uso wa Mungu anapoteza muda, hakuna anayekuja hapa anapoteza muda. Roho Mtakatifu afungue moyo wako, afungue macho yako, akuonyeshe kwamba uko mahali sahihi na hautapungukiwa na kitu, na mahali unapotaka utaenda. Haijalishi kwa kuchelewa, ila Mungu hajakukataa. Mungu hajawahi kukukataa. Mungu hajawahi kukukataa. Hajawahi kukukataa. Yule mama amezunguka na yule mtoto mahali pengi sana, pengi sana,
pengi sana amezunguka naye. Mtoto akawa amekosa msaada. Ikafika kipindi kama vile mtoto anataka aache shule namna hii, aache shule. Sasa akaja mfanyakazi mpya, akaja mwajiriwa mpya ambaye yuko kwenye kile kitengo. Akamshauri yule mama bana. Unajua alimshaurije? Akamwambia kuna mtu alishawahi kutusaidia, sio mganga, lakini akikupa dawa fulani mtoto wako anafunguka. Yule mama akajichanganya, na kwa pia haikupita miezi mitatu alihamishwa, na alikopelekwa ni mahali pa aibu. Lakini aliyekuja alikuwa ni mtu mpya. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba aliandaliwa tokea mbali ili aje atimize kilichoanzishwa na wale waliokuwa kwenye ofisi. Ndio maana hata maandiko yanasema Yesu alipofika Galilaya ni ili litimie neno. Mimi nakuombea Bwana, hawatakuweza kwa jina la Yesu. Aliyebeba agenda ya uharibifu juu yako, huyo hataweza. Wewe ni wa thamani sana. Mnanielewa kanisa la Bwana? Mnanielewa kanisa la Bwana? Kwa hiyo iko mikakati mingi sana, na maana nakupitisha huku ili uweze kuelewa. Ukiwa umebeba cha Mungu ndani yako, adui atakutafuta kwa namna anayoweza. Sasa angalia jambo la tatu, alafu nikupeleke kwenye pointi kadhaa. Jambo la tatu, niliwapa mfano ibada ya pili. Nikasema hivi, mimi nikiwa darasa la 7 mchungaji, nilikuwa ni mwanafunzi mwenye akili kuliko wanafunzi wote kwenye darasa langu. Nafikiri kuanzia la kwanza mpaka la 7, kama niliwahi kuondoka kwenye namba 1, yawezekana labda mara 3, ambazo yani labda hivyo, si ndivyo? Ila namba yangu mimi ilikuwa ni 1, nikishuka sana ni 2, ila sio chini ya hapo. Tunaelewana kanisa la Bwana? Kwenye mtihani wa darasa la 7 akawepo mtu mmoja ambaye sijui alikuwa anataka kupambana na mimi. Kwa nini? Kwenye ule mtihani nilipoingia nikalala. Ashukuriwe Mungu, msimamizi wa mtihani alikuwa ni mlokole, mtu mmoja kutoka huku sehemu za Ujitani, ndo alikuja kusimamia. Akaniona nimelala kwenye chumba cha mtihani, akanisogelea. Aliponisogelea akaniambia vipi, ndo akanikumbusha kwamba niko kwenye chumba cha mtihani. Alafu akaomba. Alipoomba, kama nusu saa imeshapita mtihani wa hesabu, mimi ndo naanza kufungua pepa nianze kufanya. Umeelewa? Alafu haikuishia hapo. Tulipoenda kwenye matokeo, sikuchaguliwa kwenda shule yoyote, na wakati sijachaguliwa kwenda shule yoyote, walipofuatilia eti wakaambiwa mimi nimetengwa kupelekwa kwenye bweni reserve. Sijawahi kusikiaga hicho kitu mpaka leo. Kwa hiyo mimi nilikuja kwenda baadaye kwa second selection. Mnanielewa kanisa la Mungu? Na yote kwa yote, wangefanikiwa, maanake kwenye hii madhabahu nisingesimama leo. Kuna watu wanashambuliwa hata kwenye dalili. Kwa hiyo ninapokuletea agenda ya kuomba, omba bila kukata tamaa. Adui yuko kazini, lakini neema ni kubwa. Andika mambo haya kadhaa. Andika mambo haya. Jambo la kwanza, mambo ya muhimu katika Nehemia yanayokusaidia kukwepa hila za adui. Mambo ya muhimu katika Nehemia yanayokusaidia kukwepa hila za adui. Mambo ya muhimu katika Nehemia yatakayokusaidia kukwepa hila za adui. Jambo la kwanza, tambua uongo unaotumia jina la Mungu. Tambua uongo unaotumia jina la Mungu. Kuna uongo kwenye hii dunia. Upo uongo unaoendelea na unatumia jina la Mungu, na watu wengi wamefia hapo. Uongo unaoendelea kwenye hii dunia unaotumia jina la Mungu. Mungu akupe kuutambua. Sawa sawa. Mtu mmoja aliambiwa twende kwenye maombi ya mlimani, na alipoambiwa twende kwenye maombi ya mlimani, walienda kama ni mwanaume na mwanamke.
walienda kama mara 6 mara 7, baadaye sisi tukashuhudia mimba. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Wameambizana kabisa, ili umuone Mungu twende wapi? Twende mlimani tukamtafute Mungu. Wamepanda mlimani, lakini kumbe nje, nyuma ya maombi ya mlimani, mtu ana agenda ya kwake. Kwa hiyo kuna uongo mwingi sana, baba mchungaji, umejificha kwenye agenda ya jina la Mungu, na ndio unakula kanisa la leo. Jina la Mungu limetumiwa vibaya. Watu wanataka kutengeneza kipato, watu wanataka kutengeneza vya kwao, wanaamua kutumia jina la Mungu. Umenielewa? Sawa sawa. Ni mimi nakutengeneza kukupeleka kwenye agenda za kimaombi. Angalia katika Nehemia ile pale 6. Nehemia 6 mstari wa 10. Nehemia 6 mstari wa 10. Anasemaje pale? Nehemia 6 mstari wa 10. Anasemaje? Nehemia 6:10. Nehemia 6:10. Anasema hivi, nikaingia nyumbani mwa Shemaya mwana wa Delaya. Siko pale, anasema Metabeli aliyekuwa amefungwa naye akasema, tukutane nyumbani mwa Mungu ndani ya hekalu, tukaifunge milango ya hekalu, maana watakuja kukuua. Naam, wakati wa usiku watakuja kukuua. Mstari wa 11 anasemaje? Anasema 11. Nami nikasema, je, mtu kama mimi nikimbie? Tambua uongo uliojificha nyuma ya jina la Mungu. Anasema Nehemia, yeye aligundua kwamba hapa anapigwa kekundu. Japo Mungu anatajwa, ila siye Mungu ninayemjua. Tunaelewana kanisa? Si mnaona vituko vinavyoendelea sasa hivi? Watu wanaambiwa, bwana, ukitaka upokee upako vizuri usivae nguo ya ndani, usifanye. Kwa hiyo na wanatumia jina la nani? Aya, mstari wa 13, mstari wa 12 anasemaje? Mstari wa 12 anasema, nikatambua na tazama, siye Mungu aliyemtuma. Kwa hiyo wakati anaambiwa tuingie, ni Mungu amemtuma. Mungu hajawahi kutuma mtu. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kila sauti za kipepo zinazojificha kwenye jina la Mungu, kila uharibifu unaonijia unaojificha kwenye jina la Mungu, leo Bwana, agenda zote na zikawe wazi. Shetani, sikia, hautanipata, hautaniharibu, hautaniangamiza, hautaniondoa kwenye kusudi la Bwana. Anasema ingia hapa, njoo ujifiche. Anasema lakini kumbe siye Mungu aliyenituma. Kwa hiyo inahitaji nguvu ya ziada kuelewa kama mtu ametumwa na Mungu au hajatumwa. Wangapi wananielewa? Maanake kama Nehemia angeingia kule wangemuua. Sasa swali langu ni, watu wangapi wameuawa wakidanganywa hapa ni Mungu anafanya? Ni huduma ngapi zimekufa? Ni huduma ngapi? Mimi nimesha kukutana na mtu mmoja ambaye sasa hivi hata uwezo wa kuhubiri tena hana. Alialikwa kwenye madhabahu fulani akafikiri ni Mungu amemwita, lakini kumbe ilikuwa ni agenda ya kuua huduma ya yule bwana. Aliposhuka pale na fedha aliyotumia hajawahi kuinuka tena. Mimi nakuombea Bwana, hawataua cha kwako. Mchungaji, tunayaona mpaka kanisani, fedha tunazopewa zimebebaga agenda ya mauti. Siku moja Mungu alinifundisha na mimi nikajifunza. Mungu alinifundisha na mimi nikajifunza. Kuna mtu mmoja alinifuata, baba mchungaji, akaniambia hivi, alikuja akiwa analia, alinipigia simu akaniambia, mchungaji, katika, Mungu nisamehe, akaniambia katika watu ambao natamani kushare nao hichi kitu ni wewe, kwa sababu nakuona ni kijana mwenzangu. Anasema nilipo natamani nijinyonge na niachane na huduma. Nikamwambia kwa nini? Akanipa ushuhuda mmoja. Hapo mahali aliponiambia mimi nimeshawahi kutumika, na aliponiwekea connection nikagundua kitu. Anasema hivi, akimaliza huduma
kuna mtu mmoja anajitolea, anaweza akampa milioni 2, milioni 3 mpaka milioni 4, ndio hela ya juu, kwamba chukua. Kwa hiyo alizoea pale, hata asipoitwa anajiita. Umenelewa mpendwa? Umenelewa mpendwa? Anasema ikafika kipindi sasa, alipigwa matukio haya kabla hilo kubwa lijatokea. Ikawa hivi, wakati ameenda mara nyingine akapewa ile hela, anasema lakini shida inakuja, kila nikipewa ile hela nikirudi nyumbani, siendi nyumbani, huwa natafuta gesti. Kama ni Mwanza, anatafuta gesti Mwanza, alafu anatafuta wanawake, kwa hiyo analala nao kwa ile hela mpaka inaisha. Mchungaji, umeelewa hiyo? Mpaka ile hela inaisha. Yaani yeye atapochagua, kama ni safari ya kwenda wapi, yeye atapochagua. Kwa hiyo, lakini ananiambia ile hela hajawahi kufanya nayo kitu chochote zaidi ya kutendea dhambi. Mara ya mwisho, tukio ambalo sasa ndo likawa limempoteza, yule mama akamnunulia nguo za kumpelekea mke wake. Sikufichi wala sikwambii kitu cha ajabu. Huwezi amini, yule jamaa ndoa hana. Sasa unatumikaje bila ndoa? Ndio safari imeishia hapo ya utumishi, ni analia, ngoma imekuwa ngumu balaa. Sasa mimi nakusaidiaje? Nakusaidiaje usipoomba? Nakusaidiaje usipoomba? Kwa hiyo alikuwa analia kama mtoto. Naamini Mungu atatengeneza njia. Najua kuna mahali Mungu atakwenda. Mungu hajawahi kushindwa, kwa sababu ameingia kwenye majuto. Kuna kitu Mungu atafanya, na mimi nakuombea katika jina la Yesu. Bwana na akukumbuke, Bwana na akukumbuke. Umenielewa eh? Mwambie mwenzako tambua, usimwambie tena tambua kila agenda ya kipepo iliyojificha nyuma ya jina la Mungu. Anakuambia tuombe kwa jina la Yesu. Sisi wote ni waombaji, ni sawa, ni waombaji, lakini tuna mipaka. Ni sawa tumeokoka, lakini tuna mipaka. Mimi nilikuwa nawaambia watu, kuna wakati unatakiwa uwe na mipaka kwenye vitu vya kwako. Mungu anapenda nidhamu. Mungu anapenda watu wenye nidhamu. Kwa hiyo ninaongea na watu hapa, yamkini na nyie mmepitia ya upande wenu. Mimi natoa ya madhabahuni ambayo tunakutana nayo. Wewe umekutana na mangapi kwenye ofisi yako? Umekutana na mangapi? Umepokea vitu vingapi ambavyo vilikuwa vinataka vikuue? Sema katika jina la Yesu, nilichokipokea kwenye mikono ya kwangu kimebeba agenda ya uharibifu. Damu ya Yesu na inene mema katika mikono yangu. Haleluya. Namba 2, andika. Namba 2, usifanye jambo lisilo sahihi kwa kisingizio cha kujilinda. Usije ukafanya jambo lisilo sahihi kwa kisingizio cha kujilinda. Na hii nimeona kwa watumishi wengi sana, tunaamua kutumia njia za panya kwa kisingizio cha kujilinda. Nipo kwenye hii madhabahu kukwambia hakuna mwanadamu anaweza kujilinda peke yake. Watu wa Mungu wanalindwa na Mungu. Watu wa Mungu wanapewa neema na Mungu. Hauwezi kujisumbukia ukajipa mahitaji. Mungu ndiye anayewapa watu mahitaji. Maana yake hata kama Mungu hajakujibu usitumie shortcut. Si tunaelewana kanisa la Bwana? Usitumie njia isiyo sahihi kama kisingizio cha kujilinda. Mfano, kuna mtu mmoja alishawahi kusema maneno haya. Alipata ujauzito binti akiwa ana miaka kama 40 na akaulizwa, vipi umeshindwa kumsubiria Bwana? Akasema, mimi Mungu nimemwomba hajanijibu, nimeamua kubeba mimba. Haya, Mungu asipokujibu wewe unatumia njia gani? Yeye amesema kwa sababu mimi umri wangu unaenda na Mungu hajanijibu, suluhisho ni kubeba nini? Ujauzito.
Na watu wengi sana tumeingia kwenye huo mtego, kwa sababu tumeomba muda mrefu na Mungu hajafungua mlango, tunatafuta kujijibu kwa kisingizio. Mwingine akaniambia, mchungaji, huyu niliyempata sitaki, ukweli nakwambia, akaniambia sitaki kupata ushauri. Nikamwambia hivi, na ninafikiri ni Mungu alikuwa anazungumza na mimi. Nikamwambia, nisikilize, huyu mtu uliyekuja kuniambia kwamba ndiye anayekuoa, huyu hakuoje, achana naye. Akaniambia, mchungaji, hapana, huwezi amini, alihama kutoka usharika ninaosalisha mimi akaenda usharika wa jirani, ili tu asikutane na mimi ambaye namkatishia maono yake. Nakwambia hivi, hawajatoboa. Lile ambalo nilikuwa nimemwambia ndilo ambalo limekuwa. Kuna watu tunatafuta visingizio ili kuhalalisha kile ambacho tunakifanya. Mungu akusaidie. Njia ya Bwana imenyooka, njia ya Bwana haina kona. Bwana anapokupa kitu kinalingana na neno lake na kina ushuhuda ndani yake. Wewe mwambie Mungu, sawa, nitasubiri lakini nitalinda ushuhuda. Mmenielewa kanisa la Bwana? Nitalinda nini? Nitalinda nini? Nitalinda nini? Usiogope kulinda ushuhuda. Mchungaji, kinachowatesa watu wanaogopa kulinda ushuhuda. Unyie, lindeni ushuhuda. Kuna watu mahali niliwaambia, ukiona Mungu amekuumba hata kama ni kilema, hajakosea. Usitafute kisingizio cha ukilema ukasema nimeamua kujiongeza. Mungu ameshaandaa mpango wa kwake. Mwambie Bwana, na niuone huo mpango katika hali yangu hii, kwa sababu mimi ni ushuhuda. Umeniacha muda mrefu, mambo hayaendi, ili niwe ushuhuda. Jiandae katika hilo. Tunaelewana kanisa la Bwana? Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Ngeukie jirani yako, mwambie wewe ni ushuhuda. Mwambie tena, wewe ni ushuhuda. Mwambie hivyo vitu vinavyokwama sio wewe, ni Mungu ameamua viwe hivyo, kwa sababu wewe ni ushuhuda. Ulishawahi kufikiri kama Ayubu angeamua kutumia shortcut, aseme Mungu, mimi ninakupenda sana, lakini umeamua kunihadaa, kwa hiyo mimi naachana na wewe? Ayubu akamwambia, tupate mema machoni pa Mungu, tupatwe na mabaya. Maanake analinda ushuhuda. Geukia jirani yako, mwambie linda ushuhuda. Mwambie majibu ni mengi, lakini linda ushuhuda. Yapo majibu mengi sana, ila linda ushuhuda wa kwako. Usiwe mtu wa kukurupuka tu kwamba wewe fanya hivi. Kuna mambo mengine tunaambiwa, tukishaingia huko wametumaliza. Mimi nakuombea hautaingia kwenye jambo la kukumaliza kwa jina la Yesu. Si mnanielewa kanisa la Bwana? Si mnanielewa kanisa la Bwana? Haya, mguse tena, mwambie linda ushuhuda. Mwambie tena linda ushuhuda. Kipindi fulani, baba mchungaji, mimi nilikuja kugundua kwamba katika saiko yangu, mimi nilimaliza degree yangu ya kwanza chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino pale hapo Sauti, sawa sawa, mwaka 2013. Kwa hiyo nikaja kugundua watu wangu ambao nilikuwa karibu nao wengi walikuwa wameoa, wana watoto, na wengine wamepewa, wana magari, nimeamini hivyo walikuwa nayo, na wengine walikuwa wamejenga. Tumemaliza chuo 2013, mimi nimefika 2019 sina kitu chochote. Alafu nikawa kwenye shida moja, kila binti ninayemfuata ananikataa. Umenielewa? Umenielewa? Alafu katikati ya wanaonikataa kuna mmoja alikuwa anaonekana kama kunikubali namna hii. Sasa ilifika hicho kipindi, mchungaji, niliangalia kwenye begi langu nikagundua kwamba kitu ninachomiliki ni suruali za kadeti, mashati, tena hata sio ya kichungaji, lakini na viatu pea mbili. Bwana asifiwe. Nikawaza nikasema, Mungu, hii njia ambayo unaamua kunipitisha uchungaji ni ngumu sana, nitakufa maskini. Na ujue shetani alivyo hana adabu. Nilipomaliza chuo, usharika niliopelekwa wa kwanza ulikuwa ni usharika ambao hauzidi watu 50. Alafu palikuwa hapana kwaya, hapana vyombo, hapana chochote. Siku moja nikiwa kitandani kwangu
nilikuwa ninapanga kuacha uchungaji niende nikaanzishe biashara, maana niliona kama yaendi, sina mke, sina chochote pale nilipoenda. Hata posho yenyewe namna ya kunitunza ilikuwa ni shida. Nikawa naona bora niachane na hii hali hapa, na ndani napata kupushiwa. Kipindi hicho dada yangu moja alikuwa anafanya kazi kule Mbinga. Nikamwambia, dada, natamani nije nikutembelee huko. Sio kukutembelea, lengo langu nikienda kule sirudi. Umenelewa? Umenelewa? Nini ninachotafuta? Kuna kitu nakihitaji. Bwana asifiwe. Lakini nashangaa, Mungu alinibadilishia historia ndani ya mwaka mmoja. Ndani ya mwaka mmoja. Nilipovuka ule mwaka ambao ulikuwa mgumu kwangu, mwaka unaofuata Mungu akanipa mke. Huwezi amini, mke akapata ujauzito hicho kipindi cha nani. Nilikuwa mtu hatari sana, mchungaji. Ndani ya mwaka wa pili mke akazaa. Huwezi amini, yale niliyokuwa nayatafuta ndani ya mwaka mmoja Mungu aliyaleta yote. Na kumwombea mtu mmoja hapa ambaye amekata tamaa, anaamini Mungu amemwacha, ndani ya dakika moja, ndani ya mwaka mmoja, huyu Mungu ninayemwamini anafanya njia. Ni Mungu ambaye hajawahi kuacha mtu aibike. Moyo wako umevunjika sana, Bwana kusaidie. Tafuta njia ya Bwana, njia iliyonyooka, njia yenye ushuhuda, njia yenye utukufu. Bwana na akubariki katika hiyo. Haleluya! Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Umechoka, hauna nguvu, unaona kama mambo hayatembei, usitafute visingizio. Nehemia anasema, mimi nimechoka. Wameniwekea maagenti kila mahali, na wote lengo lao hawa maagenti wanataka mimi niondoke kwenye njia ya kwangu. Angalia kuanzia Nehemia mlango wa 4, Sanbalati wanambana, wanapambana na yeye, maadui wameongezeka, lakini mwisho wa siku aliibuka na ushuhuda. Na kuombea katika jina la Yesu, ushuhuda wa Nehemia na ukawe juu yako. Bwana akulinde, Bwana akubarikie, Bwana na akupe hitaji la moyo wako. Amen. Linda ushuhuda. Jambo la tatu, tafuta kutambua chanzo cha ushauri kabla ya kufuata. Kila ushauri kwenye maisha ya kwako, tafuta kutambua chanzo chake kabla ya kufuata. Na hapa nimeona watu wengi wamefia hapa. Kila ushauri ambao unakuja kwenye maisha yako, awe ameutoa baba yako, awe ameutoa mama yako, awe ameutoa mchungaji, tafuta kujua agenda iliyo nyuma ya huo ushauri. Usije ukaingia kichwa ukafikiri kila ushauri ni ushauri. Adui amejipanga. Nyuma ya kila ushauri kuna agenda inatekelezwa. Naomba twende pale mstari ule wa 13, Nehemia 6:13. Nehemia 6:13, tuangalie pale. Angalia hichi kitu hapa kwa makini kabisa. Kwa hiyo mtu anapokuja kukwambia, jamani wewe nenda kanunue gari. Kule kwetu jamaa moja akafuatwa na rafiki yake, akaambiwa alikuwa amevuna mahindi ya kutosha, amepata milioni kama 24, na kuna kitu ambacho aliuza akawa na milioni nyingi, sikumbuki ni ngapi, lakini ninachojua walikuwa wameenda kununua gari aina ya Fuso. Mnaifahamu gari aina ya Fuso? Mnaifahamu gari aina ya Fuso? Sasa wakawa wameondoka, akamwambia twende, mimi naenda kukuonyesha, nina wateja Dar es Salaam ambao wanajua hayo magari. Alichomdanganya akamwambia hela katoe benki, zisikae benki, tulale nazo gesti. Kwa hiyo hela zote wakazitoa, wakalala nazo. Sasa kilichotokea, usiku wakavamiwa, hela zote zikakombwa. Zilipokombwa hela zote, wakawa wanalia, tumeibiwa. Wakaripoti kesi polisi. Wanarudi, yule jamaa anarudi ameibiwa hela, huyu mwingine anarudi na gari mpya. Unajisikiaje ndani yako? Amekuja na gari mpya, maana yake ule mchongo wa wezi
kuja kuiba, alikuwa ameutengeneza rafiki yake. Mchana kweupe. Na ninavyokuambia maisha mpaka leo yule bwana hajawahi kuinuka, maana alichanganyikiwa, amekuwa kichaa. Mbaya zaidi, aliyekuharibia maisha unamuona kwa macho na ananenepa. Mgeukie jirani yako, mwambie kinachoumiza ni mbaya wako ananenepa. Hicho tu. Unajua kuna namna umeachwa, lakini unategemea kwamba kwa sababu umeachwa yule aliyekuacha atakonda, ananenepa, anaenda kutambulisha mchumba, na amekuacha, mmenunua kiwanja, kakutapeli. Haya maisha, Mungu atusaidie. Wangapi wananielewa? Umeshawahi kuumizwa? Mgeukie jirani yako, mwambie ushawahi kuumizwa. Mwambie ushawahi kuumizwa. Ukikaa namna hii unaona unahitaji kufa kuliko kuishi. Kila kitu kimeharibika. Watoto wa yule bwana wanasoma Senti Kayumba, lakini watoto wa yule aliyemtapeli wanasoma shule za English medium. Unategemea wafeli, wanafaulu. Sasa hivi wengine watoto wake wanamaliza kidato cha 6, shule za maana. Yule baba ambaye alitapeliwa, hakuna mtoto hata mmoja aliyetoboa. Hakuna mtoto hata mmoja aliyetoboa. Yupo analia kule mtaani, lakini yule aliyemuumiza anadunda. Nyuma ya kila ushauri kuna agenda. Mungu akufungue macho uione hiyo. Nyuma ya kila ushauri kuna agenda. Yawezekana ni ya kimungu au yawezekana ni ya giza. Mtu mmoja niongee tu. Mtu mmoja akanifuata akaniambia, mchungaji, ninaomba nialikie fulani, yule anatufundisha vizuri. Nikafikiria nikasema, Mungu, siwezi kufanya tu kwamba kwa sababu hii ni madhabahu hapana. Mungu, ngoja nitafute. Na mimi huwa ni mtu ambaye nikiongea na wewe na tabia, hata nikilala usiku naanza kujiuliza mara mbili ulikuwa unamaanisha nini. Kwa hiyo usiamini kwamba ukiongea na mimi itakuwa imeisha. Haijaisha hiyo. Nikaanza kufuatilia, nikagundua mimi sileti mtumishi, naleta mchumba wa mtu. Sasa sisi tunataka tutekeleze agenda ya kimaombi kwenye madhabahu. Wewe unaniletea mchumba wako, kutakuwa na kitu kinazaliwa. Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Wangapi wananielewa katika jina la... Inawauma, inawauma. Maana yake nataka nikwambie nini? Kila unachokisikia tafuta nafasi, anza kuomba Mungu, kwa nini hichi kitu kinakuja? Utakuja kuingia kwenye mtego wewe, watakumaliza. Biblia imeshasema nimewapa neno na ulimwengu umewachukia. Kwa hiyo agenda zote kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu ni namna gani watakuangusha, ila ashukuriwe Mungu ambaye hatakubali anguko la kwako. Nyuma ya kila ushauri kuna agenda. Tunasikilizaga, lakini Mungu anataka usikilize tena na tena na tena. Sema, Bwana Yesu, kila ninaposikia nipe kusikia tena na tena na tena, kwa jina la Yesu. Na ndio maana Biblia inasema hivi, mara moja amesema Mungu, mara mbili nimeyasikia haya. Na Biblia inasema kwa neno la mashahidi wawili ama watatu, neno linakuwa limethibitika. Kwa hiyo kumbe na Mungu sio mzembe, lazima kitu kiwe kinasikika na kusikika na kusikika, kilete maana iliyo kamili. Wewe unachukuaje tu hapo hapo na kuamka nalo? Eti mchungaji, inakuwaje hii mambo? Yaani hapo hapo unaambiwa, hapo hapo unafanya. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Na ndio maana Isaya 45:11 anasemaje?
Bwana mtakatifu na muumba wake asema hivi, niulize. Hebu sema niulize, niulize. Maanake unapoona vitu havieleweki, uliza kwa Bwana na kuombea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ukiwa mtu wa kuuliza, hawatakuweza. Nyuma ya kila ushauri kuna agenda. Sasa ngoja nikuonyeshe, twende pale kwa nani, haraka haraka pale, twende hapo haraka haraka. Nehemia 6:12, Nehemia 6:12, Nehemia 6:12. Nataka nikuonyeshe ushauri aliokuwa anautoa uko wazi huo hapo. Anasemaje? Nehemia 6:12 anasemaje pale? Anasema hivi, Mungu atakupa nafasi, tutaomba hizi siku, tutaomba. Haujaipata? Uko mahali sahihi. Haya, tusome kwa pamoja. Anasemaje kwenye Biblia zetu? Nikatambua na tazama, siye Mungu aliyefanyaje, lakini amekuja kufanyaje? Kunisha kinyume cha nini? Na Tobia ndio waliomwajiri. Kwa hiyo wewe unaongea na Delaya, lakini nyuma ya Delaya kuna Tobia na Sanbalati. Wangapi wananielewa? Bwana mmoja akashauriwa, akaambiwa, unajua bwana, kwa hapa ulipofikia mimi nitakutetea wewe, andika barua. Hawa watu hawakuelewi hapa, andika barua ya kuomba likizo bila malipo. Umeelewa? Jamaa akaingia akaandika likizo bila malipo, kashauriwa. Kumbe aliyemshauri ana mtoto wa dada yake. Alipoomba tu likizo bila malipo, akaingiza mtoto wa dada yake, ndo kazi ikawa nitolee. Hii dunia mchungaji, kama si Mungu atulindaye, kama si Mungu anayetutetea, hakika tungeisha wote, hakika tungeisha wote. Andika barua, omba likizo bila malipo, lakini huku nyuma tayari ameshatengenezwa mtu wa kukaa kwenye hiyo nafasi. Kuna shauri nyingi mchungaji tunazipata. Mtu anakuambia, unajua hapa fanya hivi. Jamani, za kuambiwa changanya na za kwako. Mimi nimejifunza, mtu yoyote, kwa sababu nimepewa nafasi chini yangu mimi, wako watu wengi sana ambao, mimi ni mkurugenzi wa shule ya Tumaini English Medium ambayo ina wafanyakazi wasiopungua 55. Umeelewa? Tuna kituo pale na usharika kina wafanyakazi wasiopungua 15 ambao tunawalipa mshahara na wanakatwa NSSF zao. Kwa hiyo ukija kujumlisha waajiriwa ambao wako chini yangu tu, wale ambao nawasimamia, ni kama 76 au 70 na kitu. Umeelewa? Kuna watu wanakuja ofisini, unaona kabisa huyu anayekuja sio yeye, unaamua kumsaidia. Mtu mmoja alikuja akiwa amefura na roho, Mungu akaniambia huyu ni anatafutwa, yani kwao kumechafuka, hawataki kuona kabisa aendelee kuwa hapa. Umeelewa? Ikabidi niongee naye. Kadiri ninapoongea naye ndipo ambapo fahamu zake zinarejea. Kwa nini? Wakati ameipokea simu inampa ushauri, ile simu ilikuwa na nguvu nyuma yake. Wangapi kuna wakati unapigiwa simu alafu unajisikia kuomba kabla hujasikiliza anachoongea mtu? Unasikia kuomba kabisa, kwa sababu kuna sauti nyingine zimeambatana na roho. Yaani ukishaongea okay. Au kuna wangapi, kuna mtu ukishaongea naye tu, yaani kuna kitu ambacho hutaki kufanya ila unajikuta unafanya. Bwana si hautaki, lakini unajikuta unafanya. Manake kuna roho nyuma ya kila ambacho anakiongea kinachokulazimisha kuingia kwenye kufanya jambo fulani. Binti moja ambaye alikuwa ameokoka na anampenda Yesu na ameokoka, rafiki yake moja akampigia simu akamwambia, unajua mimi nilikusindikiza ukatoe mimba kipindi fulani, na mimi ameokoka kabisa. Alishindwa kujizuia. Mungu wangu, wangapi wanaelewa kwenye vikundi hivi ambavyo tunaingia vya vikoba? Mimi nimefuatilia vikundi vya vikoba na hizi benki za microfinance hizi za watu binafsi wanazokopesha. Wangapi wamefuatilia?
nimekuja kugundua nyuma ya watu kukopa kwenye zile microfinance kuna ushirikina usio wa kawaida, na hao watu wametengeneza watu ambao kazi yao ni kuwafuata wastaafu, ni kuwafuata kina nani. Wewe umeishiwa bwana, mshenani yako inatoka kesho kutwa, njoo kopa kwetu. Ukikopa huchomoki. Wangapi wameona hiyo kitu? Nimeona kina baba wamekufa kabisa, baada ya kustaafu wakapewa milioni 2 ndio pensheni yao ikaishia pale, mtu akafa. Unamwambia ilikuwaje? Rafiki yangu alinishauri, alishauriwa. Wangapi mmeona hizi global sijui nini ambazo wanasema unauza sijui nini, umekuta vijana wamejazwa mahali, nyuma ya wale vijana kurindikwa kuna ushirikina wa kufa kiumbe. Walikujaga Bariadi wale vijana, wengine wakaingia kanisani, ilikuwa anadondoka mapepo kama nani hapa hivi. Wale vijana wote waliokuja, nikaja kugundua wamejazwa maroho. Kuna spirit nyuma ya wale watu, na kuombea kwa jina la Yesu, kila aliyejazwa maroho ili kukuharibia hatima ya kwako, Bwana na akutetee. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kila sauti nyuma ya sauti ninaikataa katika jina la Yesu. Watu wamepoteza hatima zao, mchungaji. Biashara za watu zimekufa. Wengine wamedanganyana, twende ukachukue mzigo China. Nyuma ya ule ushauri wa kwenda China wametapeliana. Nyuma ya ushauri wa kwenda China wamefanyiana dawa. Nyuma ya ushauri wameangamizana. Baba, kama uishivyo, wewe ni Mungu wa haki. Hautaacha watu wakaonewa, hautaacha watu wakafa. Baba, utawatetea. Yesu utatetea kanisa la kwako. Mama mmoja akapata mtu aliyekuwa anakuja dukani kwake kupiga naye story. Wanapiga story. Mara ghafla akashangaa, alikuwa anauza nguo, ana duka la nguo tena za kiume, na alikuwa anaweka viatu kama vya kike pale ambapo alikuwa anauza. Zilikuwa zinatoka sana, ikafika kama mwezi mzima hauzi. Alipokuwa hauzi, yule aliyekuwa anapiga naye story akamwambia, hapa kwenye hii site badilisha uanze kuuza maji. Yule dada akasema okay, ni kweli, kwa sababu biashara imegoma hapa, nibadilishe nianze kuuza maji. Akanifuata, nakwambia ukweli, siwezi kudanganya kwenye madhabahu. Akaniambia, mchungaji, ilikuwa ni mythology kipindi hicho. Akaniambia, ninaomba unisaidie, mahali pangu pamekwama, natamani nibadilishe biashara. Nikamuuliza swali moja, wakati unaanzisha biashara ulianzisha kwa neno lako ama kwa neno la Mungu? Akanijibu vizuri, akaniambia ni kwa neno la Mungu. Nikamwambia, kabla hujaifunga tuingie kwenye maombi ya kufunga ya siku 5, tumuulize Mungu unaacha biashara au unaendelea nayo. Akaniambia, mchungaji, haina shida. Tukaanza maombi. Ikafika siku ya Alhamisi, ile siku ilikuwa ni ya muujiza kwake. Akauza vibaya mno. Alipouza vibaya mno, akanifuata. Ilikuwa ni siku ya 4, Ijumaa ndo tunakamilisha. Akaniambia, mchungaji, mimi nimeona nisibadilishe hii biashara ya maji, nisifanye ya maji, niendelee kuuza nguo. Kuanzia Ijumaa, yule aliyekuwa anamtembelea ofisini hakukanyaga tena. Manake wakati anakuja kwenye frame kuwa rafiki yake na kupiga story, alikuja na agenda ya kuua maono yake. Wangapi ambao wametujia na agenda za kuua maono, tumewapa nafasi na wameyaua maono yetu? Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Ukiwa Mkristo, kuomba ni lazima. Hakuna maigizo kwenye madhabahu. Hakuna maigizo kwenye madhabahu. Kizazi cha leo hakitaki neno kuomba, kinataka neno kuambiwa hii hapa inapatikana. Hakuna shortcut, lazima tuombe. Tena wakati mwingine tunalia machozi mpaka chini yanageuka maji, na tutaomba. Baba mchungaji, Bwana asifiwe. Lazima tuombe, hakunaga shortcut. Hakuna shortcut, lazima tuombe. Lazima tuombe. Mguse jirani yako, mwambie lazima tuombe. Mwambie tena lazima tuombe. Mwambie tena lazima tuombe. Mathayo 16:21-23. Nataka nikuonyeshe nyuma ya kila ushauri kuna agenda. Kwa hiyo kuwa makini na ushauri. Weka hapo chap chap, mtumishi wa Bwana.
Mathayo 16, 21, 23. Nyuma ya kila ushauri kuna agenda, lazima tuombe hapo. Mathayo umeipata hapo? Anasemaje? Tangu wakati huo Yesu alianza kufanyaje? Kuwaonya wanafunzi, akawaambiaje? Kwamba imempasa kufanyaje? Kwenda Yerusalemu kupata nini? Mateso. Tunaelewana kanisa la Bwana? Tunaelewana kanisa la Bwana? Unajua ukweli lazima usemwe, hata kama huo ukweli unauma. Umenielewa? Yesu alisema ukweli kwamba mimi imenipasa kupata nini? Mateso. Ila unajua hii dunia inapenda kuwapa watu faraja. Unajua Mungu akisema utakufa, hata niseme haufi, wewe utakufa tu. Tena bora nikwambie wewe unakufa ili ujiombee ulale vizuri. Lakini wengi ambao wanakufa, ukiwaambia wanakufa wanakuchukia. Wangapi wananielewa katika jina la Yesu? Okay. Imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu atafanyaje? 22. Petro akamchukua. Umeona mambo yanapoanza hapo? Petro akafanyaje? Anambia Jesus, njoo nikwambie kitu. Njoo nikwambie. Si una watu wanakuchukua na kupeleka chemba, alafu anakubadilishia maarifa. Sasa angalia kitu anachomwambia. Akaanza kumkemea. Sawa, akawa anasemaje? Hasha Bwana, nini hayo hayata kupata. Twende mbele. 23. Akageuka. Nani akageuka? Nani akageuka? Huyu ni Yesu mwenyewe ambaye anajua yaliyojificha sirini. Aondoa shida zangu, maharibifu yote, nikiona tabu mimi anitulizaye, nitafanya bidii sana kumtafuta popote, sitachoka kutembea mchana hata usiku. Turudishe pale. Yesu akaona. Hebu sema Yesu akaona. Petro ndiye anayeongea, lakini nyuma ya Petro ni Shetani ndiye ambaye anaongea. Sio kama unaelewa. Anamwambiaje? Nenda nyuma yangu Shetani. Petro, wewe sio Shetani, ila kwenye hii agenda Shetani ameamua kukutumia. Kuna watu wanatupenda, hawajawahi kutuchukia, ila kuna saa Shetani anaamua kuwatumia. Sasa Shetani anapowatumia, usiseme sijui. Lazima ujifundishe. Mungu akupe macho ya rohoni ya kuona hizo agenda. Sijajua kama mnaombeaga macho ya rohoni kwenye maisha yenu, lakini lazima uombe. Sio macho tu, uombe na sikio la rohoni ambalo linaelewa, linasikia sauti ya Mungu na linasikia sauti ya Shetani. Maana maandiko yanasema hivi, walio wangu wanaisikia sauti ya kwangu. Kwa hiyo inapoibuka sauti nyingine wanaijua automatiki. Yesu alijua sauti hii siyo ya Mungu kwa sababu tayari alikuwa anaijua sauti ya baba yake. Wewe huwa unaijua sauti ya baba yako? Wangapi wanaijua sauti ya baba yao? Sauti ya baba sio kwenye kula mabaga na mapiza.
Sauti ya Baba tunaisikia hata tunapopita katika bonde la uvuli wa mauti, tunaisikia sauti ya Baba. Tunapopita katika maji mengi, tunaisikia sauti ya Baba, tunaijua sauti ya Baba. Sauti ya Baba hainaga shortcut, haina faraja ya juujuu. Wengi kinachotutesa, tunataka sauti inayotufariji. Kwa hiyo wakati Petro anaongea, anamwambia haya hayatakupata, unaona ni kama nini? Ni kama ushuhuda fulani mzuri sana, ila hakuna ushuhuda wowote. Kuna watu tumeuawa baada ya kusifiwa vitu fulani. Nakumbuka wakati fulani aliingia agenti moja katika kikundi chetu cha maombi. Yule agenti akaamua kutaka kututawanya. Alitakaje kututawanya? Sisi tulikuwa tumeshaomba Mungu akatupa utaratibu A, yeye akaamua kutuletea utaratibu B. Unajua anafanyaje? Hebu fikiria, mko watu wawili hapa, sawa sawa, nyie dada zangu njoni hapa, nyie wawili. Nitoe tu mfano kidogo, nafikiri mtanielewa. Sawa sawa, uelewe kwenye haya maisha na uone jinsi shetani anavyotuchonganisha. Pandeni mpaka hapa, pandeni mpaka hapa. Sawa sawa, alafu njoo blaza hapa, geuka huku. Sawa sawa. Sasa huyu bwana anataka mchumba, sawa sawa, na ameshamchumbia huyu hapa, tunaelewana Alafu anakuja nabii anakuambia sasa huyu na huyu ni marafiki, sawa sawa. Nabii anakuja anasema hivi, nani, Mungu amesema mchumba wako ni huyu. Wewe utakubali kuachia fursa? Utakubali kuachia fursa? Hapana. Nenda mkakae. Nafikiri mmeelewa. Umenelewa? Kwa hiyo unaweza ukakuta sasa yule ambaye ametabiriwa anaamini. Akisha amini, manake yeye ndo anaona yuko nini sahihi. Hapo mahali hapawezi kuwa na amani tena. Kwa hiyo huyo mtu akaanza kutupa huo nabii. Sisi tumesema Mungu amesema hivi, yeye anatuambia Mungu amesema hivi, lakini akiongea ni nabii kabisa, na anatumia mpaka watumishi wakubwa, kwa sababu yeye amejiweka, amejiposition. Yani shetani ni mpuuzi, mchungaji amejiposition na watumishi ambao wewe unawaamini, ili aweke imani kwa watu na yeye ni mtumishi. Mchungaji, kuna watu wanalitumia jina lako vibaya. Akifika mahali anasema, si unamwona babangu Mgoa, mimi ni mtoto wake, kwamba hataki yeye ajulikane, ujulikane wewe. Kwa hiyo anakutumia wewe kufanikisha mambo yake. Si wapo? Bwana asifiwe. Kwa anasema alipoangalia Yesu akaona tayari ndani ya Petro kuna roho mbaya imemvaa, akamwambia, rudi nyuma shetani, wewe unaingilia hapa, unataka kuniharibia, rudi nyuma. Na kuombea katika jina la Yesu, hakuna sauti ya kipepo itakayokubadilishia agenda katika jina la Yesu. Hakuna sauti ya kipepo itakayokubadilishia agenda. Mtu aliyehudhuria maombi haya ataanza kusikia na kusikia na kusikia tena iliyo kweli ya Kristo. Si unanielewa? Ndio, na kusaidia upate maarifa katika ulimwengu tulio nao, ambao shetani anafanya kazi usiku na mchana kwa nguvu ya ajabu. Angalia mstari huu hapa. Wafalme wa kwanza 13:15 mpaka 19. Wafalme wa kwanza 13:15 mpaka 19. Niwekee pale. Mimi nataka uive neno, alafu ukiwa unaomba utajua unaombea nini. Iva neno.
Wafalme wa kwanza 13, 15 mpaka 19. Twende pale chap. Aya, anasemaje? Hizi ni habari za nabii mzee. Anzia ule mstari wa juu, nafikiri ni mstari kama so wa 12. Okay, tuanzie hapa, nafikiri tutaipata hiyo maana. Tuanzie mstari wa 15 huo. Watu si mtaenda kujisomea nyumbani kwenu. Mimi nataka tu ujue namna ambavyo unatakiwa uwe makini kwenye ulimwengu. Sawa sawa. Anasema akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule nini? Karibu nyumbani kwangu ule nini? Chakula. Twende. Naye akamwambia, hebu soma vizuri pale sasa. Akamwambiaje? Ehe. 17. Hebu sema, nimeambiwa kwa neno la Bwana. Nimeambiwa kwa neno la nani? Nimeambiwa kwa neno la. Na mimi nakuuliza swali, Bwana amekwambia neno gani? Usipojua umeweka mahali kwa neno la Bwana, utahangaishwa. Ukiona mtu anaacha ndoa yake kizembe, hajui kama amewekwa kwa neno la Bwana. Bwana sifiwe. Ukiona mtu anaacha kazi, sio anafanya nini, hajawekwa. Wewe ukiwekwa kwa neno la Bwana, hauondoki kizembe, lazima uitwe king'ang'anizi. Sema, nitang'ang'ania kwa jina la Yesu. Haleluya. Mama moja alikuwa anapigwa na mume wake sana, lakini mume ana fedha. Yule mama akasema, hamjui, mimi wacha nipigwe tu, lakini hapa nakula na nenepa. Mpaka leo ndoa yao ina amani na mume ametulia. Haleluya. Ng'ang'ana. Shike jirani yako, mwambie ng'ang'ana. Mwambie tena ng'ang'ana. Unakaa kwenye ofisi wanakusema, wewe unaambia mtasema mchana, usiku mtalala. Niko hapa kwa neno la Bwana, siondolewagi na maneno, siondolewagi na kashfa, na dunda na Yesu. Dunda na Yesu. Dunda. Mbona huyu tunamsema aachi? Nitaachaje na wakati niko kwa neno la Bwana? Mbona tunakaa vikao hang'atuki? Sing'atuki kwa sababu na neno la Bwana. Walio na neno la Bwana hawajawahi kuwa wazembe. Walio na neno la Bwana hawaachilii mambo kirahisi. Walio na neno la Bwana wanang'ang'ana. Wako wapi wenye neno la Bwana ambao wanasema tutang'ang'ana mpaka kieleweke? Walio na neno la Bwana sio wazembe, wanang'ang'ana mpaka kinaeleweka. Bwana asifiwe. Sio unatiwa pressure kidogo tu unasema mimi nahama, unatiwa pressure kidogo tu mimi naacha. Unamziria nani? Kuzira ni mapepo, wanaozira wana mapepo. Kiburi ni mapepo. Hatuna kiburi, hatuziri, tunapambana kwa jina la Yesu. Sema napambana. Haleluya. Unakuwaje mzembe kiasi hicho? Unakuwaje mzembe kiasi hicho? Na unakuja, baba mchungaji, niliamua kuachana na ndoa yangu kwa sababu mume alianza kuchepuka. Wewe una akili? Una akili? Kwa sababu mke wangu alianza kuchepuka? Una akili? Uko pale kwa neno la Bwana. Ulikuja hapa madhabahuni, yeye anaingilia anga zako kufa na afe, ila sio sisi kuachilia mambo hapa. Unajua tumeirahisisha Injili, imekuwa kama kituko sasa hivi. Yaani watu hatufundishi anachosema Mungu, tunafundisha tunachokiwaza. Baba alisema tunapokaa kwenye madhabahu, kinachotutenganisha ni kifo, sio mahakama. Mimi nitaenda mahakamani, nitaivunja hii ndoa. Uliivunja ndoa yako tangu ulipoanza. Mahakama ina uwezo wa kukutenganisha. Lazima uingie kwenye ndoa ukijua hakuna mahakama ya duniani wala ya wapi inayoweza kuwatenganisha, ila ni kifo tu. Haleluya. Hilo ndilo neno la Bwana. Haleluya. Sema hilo ndilo neno la Bwana. Sema tena, hilo ndilo neno la Bwana. Kwa lazima utofautishe neno la Bwana na mawazo ya watu. Sasa angalia mawazo ya watu. Twende turudi pale nikuonyeshe mawazo ya watu.
kulikuwa na neno la Bwana, lakini kuna mawazo ya watu. Yule jamaa yuko wapi? Kabanwa na mkojo tena. Jamaa, yani mimi na wewe hapo utoke. Mchungaji mpe barua kabisa, mwandike barua yahusu kukaa kwenye kompyuta mpaka mchungaji atakapoondoka. Twende hapo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi, kwani nimeambiwa kwa neno la nani? Kwa neno la nisifanyaje wala usifanyaje. Ndiyo Bwana amesema. Sasa unajua injili ya leo ndio imeharibikia hapa. Injili ya leo mama imeharibikia hapa. Bwana amesema, lakini kuna watu wanasema, na nyuma ya watu kusema sio wao, ni roho. Tunaelewana kanisa? Ni nini? Ni roho. Anasemaje? Wala usirudi kwa njia ile ulioijia. Twende hapo. Twende hapo. Anasemaje? Akamwambiaje? Mimi, sema tena, mimi ni nabii. Mimi ni nani? Nabii. Toa sadaka yako kujilipua. Mimi ni nabii. Mimi ni nabii. Sasa na unauliza mchungaji, hawa watu hawana neno la Mungu? Neno la Mungu wanalo, ila wamedanganywa na neno linasema mimi ni nabii. Kama nani? Kama cheki, anatumia mpaka neno la Mungu. Na malaika anafanyaje? Akaniambia kwa neno la mrudishe pamoja nawe, ale nini? Akanywe. Lakini alisema nini? Alisema mstari wa 19, mstari wa 19, basi yule mtu akarudi pamoja. Ndio angalia jinsi ambavyo unatolewa kwenye mstari. Una neno la Bwana lakini unahamishwa kizembe kwa sababu ya shauri za waliosema wao ni manabii, ya shauri waliosema wao ni watumishi kama wewe, ya shauri waliosema wao ni wana fellowship kama wewe. Anasemaje? Akanywa maji nyumbani mwake. Nini kikaendelea? Hata ikawa walipoketi mezani, neno la Bwana likamjia yule nabii aliyemrudisha. Tuendelee. Yaani nabii mwongo lakini anasikia sauti ya Mungu pia. Hii ni maajabu. Anasemaje? Akasemaje? Sawa. Ulishawahi kwenda kwenye msiba ukaambiwa na Eliaga sana ndiye ambaye ameua? Wachawi nao wana huruma. Anakuloga lakini anaumia. Kwa nini amekuloga? Ndicho kilichotokea kwa nabii mzee. Akaanza kulia kwamba wewe umekataa kulisikiliza neno la Bwana. Sasa shida ambayo nataka tujifunze, yule kwa nini hakulisikiliza neno la Bwana? Maanake alikuwa anatumika, ila milango yake ya kuisikia sauti ilikuwa imezibwa. Hichi ndo kitu kinachoua huduma nyingi, kinachoua maisha ya watu wengi. Hawana masikio, hawana macho. Maandiko yanasema hivi, wana masikio lakini hawasikii, wana macho lakini hawaoni. Mimi nakuombea macho katika jina la Yesu, nakuombea masikio katika jina la nani? Ushauri. Nyuma ya ushauri mchungaji kuna agenda. Sasa hivi imezidi mpaka sasa hivi wanatupa na ndoto.
Naomba nitamaliza saa ngapi mchungaji? Ni saa ngapi? Mimi nimeacha saa, nimeacha simu, nimeacha kila kitu. Saa 2 na dakika 10. Si muda umekimbia sana. Bwana asifiwe. Malize na hicho kipengele alafu tutaendelea mchungaji. Sasa hivi shetani anapitisha pia agenda kwenye ndoto. Unakuta watu wanaoteshwa ndoto sio za kimungu, alafu wanaamka nazo. Bwana mmoja walitaka kumhamisha mahali, alikuwa na biashara kubwa sana, alikuwa na biashara kubwa. Nakwambia kitu cha kweli, alikuwa na biashara kubwa, lakini kila siku akilala anaota yuko Dar es Salaam anafanya kazi. Biashara yake imekuwa, na aliamini kwamba ni Mungu anazungumza na yeye kabisa. Anaamini ni Mungu, anaona yuko Dar es Salaam anafanya biashara. Alikuwa na duka zuri kabisa, duka zuri linafanya vizuri, anafanya hivyo, anaamini. Sasa angalia, ikafika kipindi akaanza kulipunguza duka kwa sababu anataka atengeneze mtaji wa kwenda Dar es Salaam. Akafanya juu chini, akatafuta mteja. Mteja akawa ni jirani yao kule kijijini, akampata, akamuuzia lile duka. Alipomuuzia lile duka, jamaa akaondoka. Yani sio akauza vitu, akauza duka jumla. Si unafahamu ninavyosema hivyo Yani hilo duka sio la kwake. Kwa hiyo hela aliyopewa, akaenda Dar es Salaam Mbagala, akatafuta frame. Alipoenda kutafuta frame, ile hela iliisha yote. Alafu hakurudi tena, akaamua kuoa kule kule. Baadaye tunakuja kugundua aliyemsogeza kutoka pale kijijini kwenda huko ni yule yule aliyempa frame. Umeelewa? Unajifunza kitu gani mchungaji? Mapepo yanaweza yakakupa ndoto ukafikiri ni Mungu, lakini kumbe Mungu hajawahi kusema. Unaweza ukalala asubuhi, usiku ukaona umevishwa gauni zuri kwa sababu una uhitaji wa mume, alafu na kesho anaibuka mtu anakuambia anataka kukuoa. Unasema ile ndoto ya jana ndo hii hapa, ndo hii Mungu alisema na mimi jana. Wangapi wananielewa? Katika kitu ambacho nimekutana nacho mahali pengi ni watu ambao wamevurugwa na hizi taarifa za kuzimu ambazo zinajionyesha kama ni taarifa za kimungu. Kwa hiyo watu wengi sana wamepoteza ndoto zao, wamepoteza maono yao, yamefia hapo hapo. Hujawahi kuona mtu anasema, nilimsikia mwalimu wa Kasege siku moja anasema, na ikanifundisha kitu kikubwa. Kuna mtu mmoja alienda kwake akamwambia, alimwambiaje? Alisema ni mtumishi na kama naukumbuka, akamwambia kwamba ameitwa na Mungu mahali pa Moses kulola. Mnakumbuka? Mlishakusikia huo ushuhuda? Alafu baadaye anasema baadaye yule jamaa akapotea kabisa, akaja akakutana naye, nafikiri sio alikuwa ni mlevi, sio alikuwa amefanya nini. Umeelewa? Ulimwengu wa roho uko namna hii, unakujua wewe una uhitaji, si ndivyo? Unakuletea taarifa inayolingana na kile unachokihitaji, unakuletea michongo inayolingana na kile unachofanyaje kihitaji. Ukijichanganya umefia hapo. Mungu ni Mungu wa utaratibu. Mungu ni Mungu ambaye ahadi zake zimehakikishwa. Akisema ndio, hakuna wezaye kusema hapana. Akisema hapana, hakuna wezaye kusema ndio. Ninachokuomba, usiwe na haraka ya mambo. Kama Mungu amesema itakuwa, itakuwa tu. Jifunze kuisikia sauti ya Mungu na kuisikia
na kuielewa. Usipoelewa, wengi nimeona sasa hivi mchungaji, hata watu hawasali tena. Kwa nini? Waliambiwa. Asubuhi nilisema tunaweza tukaongea sisi kama wachungaji kwa uzoefu wa kwetu, kwa sababu tumeona mnavihitaji vitu fulani, alafu isiwe. Umenelewa? Hata unapoambiwa uwe kama wale watu wa Beroya. Wanasema walipoambiwa walienda wakachunguza maandiko, wakajua ndivyo ilivyo. Mchungaji amekuambia ni sawa, ana neno la Kristo, lakini neno la Mungu liendelee kuwa msingi wa kwako kwenye maisha. Usikurupuke. Wangapi wananielewa katika jina la Bwana? Wangapi wananielewa katika jina la Bwana? Kwa hiyo tuna kanisa ambalo lina maono, lina mandoto, lina manini. Watu wamechanganyikiwa, hawaelewi hawafanye nini tena. Niko kwenye hii madhabahu kukukumbusha kwamba Mungu yuko kazini, na kwa ajili hiyo hautachanganyikiwa tena. Utaielewa sauti ya Mungu na utamwelewa Mungu kwa viwango vikubwa, na utafanya iliyo ya Mungu. Hautaharibu tena katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila mahali waliponiingiza, mahali nisipoelewa sauti yoyote, mahali pa uhitaji, mahali pa uhitaji, sema mbingu na ziongee iliyo kweli. Mbingu zikaongea iliyo kweli, na mbingu zikiongea iliyo kweli, hautaondoka kwa Bwana. Utafika wakati wanasema anakula dagaa lakini ananenepa, kwa sababu mbingu zinaongea ukweli kwako. Wanasema huyu mbona hana kazi lakini bado ana afya. Mbingu zinaongea ukweli. Mbingu zikiongea ukweli juu ya mtu, haijalishi hali ya maisha aliyonayo, haijalishi level ya elimu aliyonayo, haijalishi wachomba alionao, haijalishi ndugu alionao, mbingu zina tabia ya kuongea ukweli. Niko katika hii madhabahu kukwambia mbingu na zimefunguka kusema ukweli juu yako. Mwambie Bwana, leo niko tayari kuisikia sauti yako, kuyasikia maelekezo yako, kusikia ujumbe utokao kwako. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, ndivyo neno la Bwana huwa halirudi bure, linastawisha, linakuza, linatengeneza. Nasema hilo neno leo liwe ni la kwako. Bwana yuko hapa, Roho Mtakatifu yuko hapa, Yesu yuko hapa. Kwa nini upate tabu? Kwa nini uchanganyikiwe? Kwa nini ukate tamaa? Kwa nini uvunjike moyo? Kwa nini watu wakucheke? Kwa nini usijione shujaa na Mungu liye naye? Mungu liye shujaa wa mashujaa, Baba unayesema ukweli, Baba usiyedanganya. Watu hawa wako tayari kutembea na wewe, wako tayari kuisikia sauti yako, wako tayari Jehova wafundishwe na wewe. Roho Mtakatifu nakualika hapa, nakualika hapa, nakualika hapa. Rikandaraba koria mando riboria kerebasa ya raba indaramando rikaraba koria handa reba hande rebosa ya raba ko. Simama kwa miguu yako mbele za Bwana, mwambie Bwana, niko tayari. Mimi niliyevunjika moyo, mimi niliyekosa tumaini, lakini na uhakika Baba unanipa tumaini la kweli. Baba unanipa tumaini la kweli. Yuko Mungu hapa tayari, yuko Mungu hapa tayari. Yeye aliyebeba maelekezo, yeye aliyebeba maelekezo, yeye wapae watu neno la kweli, yeye wapae watu mafunuo ya kweli, yeye wapae watu taarifa za kweli. Nasema kwenye hii madhabahu, kila taarifa ya giza haitakaa kwako, taarifa za kuzimu hazitakaa kwako, taarifa za kipepo hazitakaa kwako. Nasema hivi, kataa kila taarifa, kataa kila taarifa, kataa kila ujumbe wa kipepo, kataa kila sauti za kuzimu. Hizo hazitakutesa tena, hazitakutesa
litatimika tena. Neno la Bwana, 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 neno la Bwana. Neno litasimama, mambo yote yatapita, ila neno litasimama. Alilolisema Bwana ya kwamba atakupa ajira, hiyo ajira itakuwa. Alisema Bwana atakupa watoto, hao watoto utapata, hao watoto utapata. Neno lilolisema Bwana halirudi bure juu yako, litatimiza, litatimiza. Nasema neno litatimiza, litatimiza mapenzi yake, litafanya alilolinena. Hilo neno lipite, hilo neno la Bwana, hilo neno ndani ya moyo, hilo neno ndani ya moyo litalipuka sasa, litalipuka sasa. Yale majira yaliyokusudiwa ya hilo neno kuwa, yale majira, nasema yale majira ya neno aliloliweka Bwana, neno la utumishi, neno la utumishi limekaa ndani yako. Pamekuwa na vizingiti vingi, unapiga hatua haiendi, unapiga hatua mambo hayawi. Ni neno kwa habari ya ndoa leo. Neno la Bwana, neno la Bwana litatimiza mapenzi yake, litatimiza mapenzi yake, litatimiza mapenzi yake, litatimiza mapenzi yake. Nakuombea mapenzi ya Mungu, nakuombea mapenzi ya Mungu, nakuombea mapenzi ya Mungu. Kila neno la Bwana linaloziwa kuchanua ndani yako, neno linalofanyiwa vita, neno lilobeba, hilo linalofanyiwa vita, neno lilolibeba, hilo linalofanyiwa vita. Nasema kuzimu, hizo sauti mlizoziachilia kwa watu, hizo sauti, hizo sauti, hizo sauti, hizo sauti za kuwavuruga. Mmevuruga huduma, mmevuruga ndoa, mmevuruga maisha, mmevuruga familia zao, mmewavuruga kazini. Hautawavuruga tena, watakaa na neno la Bwana. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu naweka neno kwenye mioyo, wewe ni Mungu naweka neno kwenye mioyo, wewe ni Mungu naweka neno kwenye mioyo, wewe ni Mungu naweka neno kwenye mioyo. Mioyo imebeba neno la Bwana, mioyo imebeba neno la Bwana. Lakini kuna wakati watu wanachanganyikiwa, maana nabii mzee tayari amesimama na neno la kwake ili akuhamishe. Mimi nasema hautahamishwa, hautahamishwa. Maandiko anasema, Yesu akamwambia Petro, rudi nyuma Shetani, maana Shetani ameshauteka moyo wako, ameshaweka agenda ndani yako, agenda ya kunifanya mimi nisitimize wajibu. Na kuombea kwa jina la Yesu, Bwana ayafungue macho ya kwako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, amen. Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya chakula ambacho Bwana umetulisha tena usiku. Asante Bwana kwa ajili ya mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, yafungue masikio yetu, Baba zifungue nafsi zetu, Baba yafungue masikio yetu ya rohoni na macho yetu ya rohoni. Bwana, tukusikie sawa sawa, tukufuate sawa sawa, tukutii sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunazibariki sadaka zako mikononi mwetu, uzipokee sadaka hizi Bwana kwa damu ya Yesu hai, ukayabariki maisha yetu. Tunapoondoka Bwana, tunaomba utulinde, ututunze, utufikishe nyumbani salama. Tupe tena neema ya kurudi hapa kesho tena kwa ajili ya morning glory na kwa ajili ya ibada ya jioni, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Naomba niete matangazo machache. Nilikuwa namuuliza mwalimu kama atakuwepo kwenye morning glory.